Ushaisikia msemo unasema usiogope matatizo, ila jiandae namna utakavyokabiliana na matatizo. Au msemo mwingine unasema ukishindwa kupanga unapanga kushindwa, au ukifeli kupanga unapanga kufeli. Well, video ya leo tutakuwa tunaongelea kuhusu jinsi au namna ya kujiandaa na changamoto za maisha. Na changamoto tunazozisema ni changamoto ambazo zipo sasa hivi au changamoto za mbeleni. Karibu sana katika YouTube channel yangu. Jina langu ni Elizabeth Sichalo. Sehemu pekee ambayo tunajifunza kuhusiana na maisha vile vile na imani. Karibu. Kabla sijafika mbali, please subscribe to my YouTube channel. Pia unaweza like video hii, usisahau pia kushare na watu wengine ili hii video iwafikie watu wengi na watu wengi pia wao wanaona video zangu na kuwafikia kwa urahisi. Asante. You can do that now. Yes. Thank you. Nilikuwa nasoma kitabu cha Mathayo kwenye habari za Yesu kwenye maisha yake. Kusoma kwenye kitabu cha Mathayo, maneno mengi Yesu ambayo alikuwa anasema kuhusiana na maisha yake, kuhusiana na yeye, kuhusiana na mambo ya Mungu and all that. Alikuwa anasema ili lipate kutimizwa andiko labda lilisemwa na nabii Isaya na manabii wengine kwenye vitabu vya Agano la Kale. So maisha ya Yesu kwake mwenyewe, Yesu kama Yesu, hayakuwahi kuwa surprise. Yani including matatizo ambayo alienda kukabiliana nao mbele, hayakuwahi kuwa surprise. He knew kwamba itafika time nitasulubiwa. Alijua kuna wakati nitasalitiwa, kuna wakati mimi nitakuwa ni mtu ambaye sieleweki. Yani haya yote Yesu aliyajua. Sawa? Mara nyingi katika maisha yetu huwa tunasema think positive, usifikirie upande negative wa vitu. Lakini hatutakiwi kukwepa ukweli wa mambo kwamba maisha ni matatizo. Yani kuishi kwenyewe tu ni tatizo. Sijui kama that makes sense. Yani sisi kuishi kwetu sisi matatizo ni part and parcel of our lives. So matatizo kwenye maisha yetu ni inquenchable. So tunapopata matatizo hataki kuwa surprised kwamba jamani tatizo hili labda leo unique, sijui ni katika namna gani, lakini as long as matatizo ni sehemu ya maisha yetu, so we have to know ni hivi tatizo likitokea linaweza likatokea tatizo gani na tunakabiliana nalo vipi. Sawa, okay. Tutakuwa tunajifunza kutoka kwenye Biblia na vitu ambavyo nikaona kama ni important. Kitabu cha Yohana 16:33. Nitaanzia mstari wa 31. Inasema, Yesu akajibu, "Je, mnasadiki sasa? Tazama saa ya jehanamu imekwisha kuja, ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao na kuniacha mimi peke yangu. Walakini mimi si peke yangu, kwa kuwa Baba yuko pamoja nami. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu." Yesu kashasema ulimwenguni mnayo dhiki. Ulimwenguni kuna matatizo. Be prepared. Na pia kusoma kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 5. Inasema, "Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari." Naomba tu nishow mstari kwanza, tuendelee mpaka mstari wa 5. Siku za mwisho kutakuwako na nyakati za hatari. So these are the last days. Kuna hatari. Cha kwanza cha kufahamu jinsi katika namna kukabiliana na matatizo. Namba 1, jua kwamba matatizo ni sehemu ya maisha yetu. Matatizo ni inquenchable things. Viko tu. Right? Okay. Na ukishajua tu kwamba okay, kumbe matatizo ni sehemu yetu, ni kama usha solve a half of the problem. Hutakuwa surprised. Na hapa Biblia imesema kwamba jipeni moyo. Sawa, badala ya kuwa downhearted utaanza kuwa courageous. Utakuwa unajitia moyo kwamba okay, as long as Jesus won, so I will. Namba 2, usiweke tumaini au usiweke tumaini lako au ukaweka utegemezi kwenye mazingira. Mazingira yanaweza kawa ni watu, yanaweza kawa ni vitu labda utajiri wako, afya yako, nyumba, biashara na vitu kama hivyo. So usiweke utegemezi kwenye material things. Yesu hapa kwenye mstari wa kitabu cha Yohana 16 anasema, "Nimewaambieni yote haya ili mpate kuwa na amani ndani yangu mimi." You get the point? Sio mpate kuwa na amani kwenye
kwenye maybe kwenye gari lako, kwenye fedha zako, kwenye uhai wako, kwenye sijui watu ulionao. Hapana, ndani yangu mimi. You get the point? So once ambapo unakopa unajiattach sana your value, una attach your emotions, una attach your worth, uthamani wako, utu wako kwenye material things. Material things ni vitu ambavyo vinakuja na kupotea. Kuna time vitaenda, utataabika, hutoamini macho. Hali tulizonazo ni temporary, sio permanent. Kwa kitabu cha Mhubiri 3, Biblia inasema kwamba kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna, kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kuzaliwa, kuna wakati wa kufa, kuna wakati wa kukusanya, kuna wakati wa kutawanya. Maana these things are not permanent. So as long as they are not permanent, sitaki kuput my hope, sitaki kuput my value, sitaki kuput utu wangu kwenye mali nilizonazo. Yaani wewe usijione ni bora eti tu kwa sababu una hela. Usijione tu kwamba tu ni bora ni kwa sababu una afya. Hapana, au una viungo vyote. No. Just put your hope katika Kristo. You get the point? Number 3, kuna kitu kinaitwa SWOT analysis. Yani strength, weakness, opportunities and threats. Yani once kuwa ni mtu semaje? Kuwa ni mtu ambaye unapanga maisha yako. Na unapopanga, angalia both side, kwenye negatives and positive. Usiangalie tu kwamba bwana mimi nataka kuwa na biashara kubwa, mimi nataka kujenga, mimi nataka kuoa, mimi nataka kufanya kitu fulani, lakini uangalie upande wa negative. Kwa sababu unataka kuoa, kuna maisha ulikuwa nayo, expect kuna maisha utapata kwenye ndoa, yes, lakini pia as long as umeoa kuna maisha utayakosa. Uko tayari kuishi ile maisha mengine ambayo utayakosa? You understand? Kuna mfano mmoja kwenye Biblia ni mzuri sana, kutoka kwenye kitabu cha Luka sura 14. Inasema hivi, maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kuumalizia? Asije akashindwa kumaliza baada ya kupiga msingi, na watu wote waonao wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu za kumaliza. Unapopanga, kwa sababu matatizo yamesema niseme maisha yetu na yanakuja kwenye events tofauti. Inawezekana ni issue ya afya, inawezekana kukosa mzazi, inawezekana nikosa kitu fulani na kadhalika. Sasa yaani unapopanga kitu chako, unapofanya kitu chako, angalia upande kwamba bwana ninaweza, nitafanikiwa. Pia piga gharama kwamba je, ninaweza kumaliza nilichoanza? Ninaweza kukabiliana na jambo fulani, sio nina nia. Yaani niko willing kufanya? Hapana. Je, am I able? Tunapima capacity, not willingness. What do I mean? Sometimes naweza nikasema mimi niko willing kukimbia maybe kilomita 10, lakini uwezo sina. You understand? Mimi niko willing kabisa kuwa tajiri. Je, ninaweza? Niko tayari kufanya vitu ambavyo vitanifanya mimi niwe tajiri. Okay, ninasema mimi bwana niko tayari, nia yangu ya ndani niko tayari mimi kuamka kuomba usiku. Unaweza? Piga gharama. So unapopanga maisha yako in general, ili kukabiliana na changamoto lazima ujue ninaweza. Okay, kama siwezi ninakwama wapi? Kwa nini ninakwama? Ninawezaje kujikwamua kutoka katika huu mkwamo? So panga, angalia positive sides, angalia na negative. Usiishie kusema okay, kuna tofauti ya sijui nisemaje, kusema unaenenda kwa imani kwa kusema kwamba sitaki kuangalia mabaya yatatokea wapi. Lazima uangalie risk. Hata mtu ambaye anataka labda kupata ujauzito, anashauriwa aende kwa daktari. Ni kweli una uwezo wa kupata mimba, yani you are okay, lakini uwezekano wa hiyo mimba kutunzwa upo. Kwa mfano, unataka kupata mimba, ndio kuna issue za seli, sijui anapimaga mambo kama una magonjwa sickle cell, una ugonjwa gani. Mwisho wa siku shida sio tujue una matatizo ambayo yatakufanya usipate mtoto au yataleta changamoto kwa mtoto. Namna ya kukabiliana nao. Kwani wako watu ambao wana sickle cell wamezaa? Wapo. Lakini kwa sababu gani? They knew, wakaleta solution na namna kukabiliana na nini? Na changamoto. So usiwe I have to be positive. Kwenda kwa imani kwenye maisha imaanishi udeny facts, ukatae facts. Hapana, kubaliana na facts, and facts ni objective. Yani facts ziko kwa zitegemea opinion yako. Sawa? So that is
Kitabu cha Mithali sura ya 22 mstari wa 3. Mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia. Unaona kuna hatari fulani. Usiseme nitapita tu kwenye hii hatari. Kuna sehemu tutakiwa ujifiche, kuna sehemu tutakiwa ukabili. Yaani kuna vitu tutakiwa tu uviepuke. Sawa? Kuna vitu tutakiwa uende navyo. So changamoto angalia, okay, hii hatari iliyoko mbele yangu. Changamoto hii ambayo na project inaweza ikatokea mbele. Je, ni kabiliana nao vipi? Au tu nisifanye kitu fulani ili kuikwepa? You see, mwenye busara huiona hatari na akajificha. Usitembee kichwa. Na usiwe pia kwa kusema hivi simaanishi wewe ni mtu hasi. Yaani utasema unapanga kitu unasema najua tu akifanikiwi. Sio ninachoongelea hapa. Uwezo wa kufanikiwa hiki kitu kipo, viability yake ipo, but what are the possible threats? Una biashara ndio. Hivi, okay, unasema mimi nafungua kwa biashara kwa imani Mungu kaniambia nifungue. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Umefungua biashara. You don't know your competitors wanafanya nini. Watu ambao wanauza biashara kama wako na uziaje. Kitu gani ambacho kinatofautisha kwenye market? Wanahudumiaje? Changamoto ni zipi? You don't know. Unaingia kichwa unapata loss. Na imani ulikuwa unasema unatembea kwa imani. Pole sana. Kuna vitu hatutegemea, hatutamani vitutokee ila lazima tujiandae navyo. Kama unajua kunaweza kukatokea changamoto za kuwa na fedha, weka akiba. Kama unajua kuna changamoto la maybe za kiafya kulingana na mwenendo wa maisha yako, acha kufanya hivyo vitu. Ukisoma pia kwenye kitabu cha Mwanzo sura nadhani kuanzia sura 41 kama sikosei, habari za Yusufu. Yusufu kaleta ndoto. Sasa kutatokea miaka 7 ya shibe, miaka 7 ya njaa. Au kusema okay, basi tusubiri hiyo miaka ya njaa kama ili ni Mungu kapanga tu tulisubiri. No, they started to plan. Like njaa itakuja ni kweli, but tunakabilianaje nayo? So plan ahead. Plan ukiwa unatumia akili timamu, sio unatumia hisia. Plan ukiwa unaangalia all corners, possible corners hicho kitu kutokea, bila kuchenga au kutafuta namna ambavyo utajisikia tu vizuri. Mimi naona kama nataka iwe hivi. Maisha sio vile tunavyotaka. Mambo ni mengi duniani. Plan ahead. Point nyingine ni kwamba usiwe na woga au hofu. Usikuwa ni yule mtu ambaye unaogopa sana jambo fulani likitokea. Kwa mfano, umekaa hapo na hofu unasema sijui itakuwaje nikifiwa na mzazi. Mimi nishaiwaza maybe babangu akija kufariki sitosoma. Yaani nilikuwa nahisi labda sijui kama itawezekana mimi kusoma babangu akifariki. Na baba akafariki na kusoma nikasoma. What do I want to tell you? Yaani mambo yanaweza katokea, hatuombei mzazi afariki. Hatuombei ushindwe kuwa na vitu fulani, hapana. Ila yanaweza yakatokea. Mimi kitu ambacho naweza nikasema ambacho kwangu mimi ni practical. Niliweza kujifunza kutoweka utegemezi wa kila kitu cha maisha yangu kwa mzazi. Nikasema Mungu, as long as mimi baada ya kuokoka na kukujua wewe, sio mtu nilizaliwa kwa mapenzi ya mwili, ila kwa mapenzi yako wewe. Wewe mimi naenda tutadili na maisha. Vitu havitoenda, lakini wa kwanza kukulilia ni wewe. Sio, unaelewa? Anza kujifunza, usiwe na hofu. Kwenye kitabu cha Yohana 16, huo mstari wa 33, kwenye translation ya Amplified inasema kwamba be confident. Sawa, be confident, be undaunted. Kuwa daunted maana yake ni kuwa na hofu, unakuwa paralyzed by fear. No, don't be afraid. Pia nasema kwamba be filled with joy. Usianze kusema yani sijui itakuwaje, ukaanza kulia hapo. No. Na hii joy kumbuka tuipati kwenye material things au kutoka kwa watu wetu wa karibu. Kristo amesema ili muwe na amani ndani yangu. All these things yanapatikana kwa Kristo. Na kwa nini uwe na amani? Ni kwa sababu tunaamini. Tunachoamini ni nini? Kristo alishinda, tutashinda. I hope unanielewa. Na kitu kingine ni maombi. Sawa, ni maombi. Kuwa ni mtu wa kuomba. Kwenye maombi tunapata vitu vingi, tunapata direction. Kwenye maombi tunapata ujasiri, tunapata nguvu, tunahuishwa. Sawa, hata Kristo ambapo anaenda kuelekea msalabani alikuwa hana nguvu, he was weak, lakini
akahuishwa. Biblia inasema kwamba katika kuomba wakaja malaika wakamtia nguvu. So kuna nguvu tunapata katika maombi. Ni Mungu anakuwa anatujibu maswali yetu, Mungu anakuwa anatupa revelation, Mungu anakuwa anatupa direction namna ambavyo tunaenda. Mungu anatupa wisdom. Kwa kitabu cha Yakobo 1:10 anasema, je, mtu akoni ukapungukiwa na hekima na aombe. Maana yake kwenye prayers is where God anatupa sisi hekima and all that. Sasa maombi ni muhimu. Kwenye kitabu cha sura 26 ya Mathayo mstari wa 40-41, Yesu kaenda kuomba na kuta wakina Petro, Paulo na Yakobo na Yohana wamelala. Akamwambia, jamani, mnamshota kesi ya mimi hata lisali moja, like ombeni msiingie majaribuni. Kuna majaribu mengine tutayakwepa tu kwa sababu we've prayed. Kuna matatizo mengine tutayakwepa kwa sababu tumeomba. You understand? So ni mtu ambaye unaomba. Usiombe kimatukio. Yaani kwamba mpaka upate tatizo ndio uende kuomba. Maombi wanasema pia ni akiba. Omba, jiombee, ombea mazingira yako, ombea watu wengine na kadhalika. Na kitu cha mwisho kabisa ni neno la Mungu. Neno la Mungu. Ukisoma kitabu cha Warumi 4 kuanzia mstari wa 17 kama sikosei, inaongelea habari za Ibrahim, kwamba Ibrahim japokuwa hadi ilikawia lakini alijitia moyo. Alijitia moyo kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu alisema, anajua Mungu alichokisema. Okay, sasa hivi hataki kuwa surprised, tunajipanga tunafanyaje na tunahakika kwamba mbali na matatizo tulionao tuna uwezo wa kushinda kwa sababu Kristo alisema. Alisemaje? Kwamba kwa sababu kashinda tutashinda. So manake wewe mwenyewe unaanza kuwa na ile mentality ya ushindi. Unaanza kukiri Yesu aliyosema. Unaanza kuelewa Mungu ana mpango gani na wewe. Unaanza kuelewa hekima za kimungu kutoka kwenye neno lake. Soma neno la Mungu, pia usisahau kuomba. So haya ndio nilionayo ambayo nimeyapata from the Bible, and nadhani ni muhimu kushare na wewe ili ujue namna ya kukabiliana na mambo ambayo yanakuhusu wewe. So changamoto hazikwepeki. Sawa, changamoto hazikopeki, lakini namna ambavyo tunakabiliana na changamoto zetu ndinavyotofautisha sisi. Yupi ni mwenye hekima, yupi mpumbavu, yupi ana nguvu, yupi hana nguvu, yupi ana akili, yupi hana akili. So changamoto hazikopeki, na namna ambavyo tunakabiliana nazo ni very important. So asante sana kwa kuangalia video mpaka hapa mwisho. Kama umeipenda na umejifunza kitu, please subscribe to my YouTube channel ili upate video zingine zaidi na uendelee kujifunza zaidi. Lakini pia unaweza ukashare na watu wengine, ukaniachia hapo chini comment, na Mungu atakubariki sana. Asante sana. Jina langu ni Elizabeth Sichare.